Wakenya msilale, lale lale, Wakenya msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, makomrade msilale, lale lale, makomrade msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Comrade power! Comrade power! Yamezungumzwa na Senator Dan Maanzo. Allegations hizi zinasema kwamba pesa zilikuwa zinatembea during the impeachment of the deputy president, which is the second highest office in this country, a leader elected by the people. Na watu wanakuja katika majukwaa wanasema kwamba kulikuwa na pesa zinaletwa kwa magari, katika buti ya magari, ili kuwashawishi waweze kupiga kura kupitisha mswada huo. Sasa sisi kile kinatughadhabisha zaidi sio tu kwamba ya deputy president alikuwa impeached. Tunajiuliza zaidi on the integrity of the parliament. Kuna miswada mingapi ambayo imeletwa katika parliament imepitishwa kwa misingi ya zile incentive ama pesa wanazopewa katika parliament? Parliament is one of the arm of the government, the second arm of the government, which is a very important office in this country. Kushawishi ya kwamba, kusema ya kwamba ofisi ya kwanza, ofisi ya president na ofisi ya parliament ili collude ili kupitisha mswada huu kwa misingi ya pesa, sio kwa misingi ya merit, is something that is bringing us together here. So we are here tukisema ya kwamba hizi allegations ambazo zimeletwa, vile wabunge wanavyozungumza katika majukwaa, wabunge wote ambao wanazungumza wakisema kwamba kuna pesa zimetolewa ili kupitisha mswada, wapeleke evidence kwa EACC, kwa ODPP, and we want action to be taken, because we will lose the confidence of parliament. Itakuwa parliament inapitisha mswada sio kwa misingi ya merit, sio kwa misingi ya mswada ule, lakini wanapitisha mswada huo kwa misingi ya pesa. Kwa hivyo mimi nataka niseme, niwachie hapo, lakini kusema ya kwamba we want to see action being taken, sio tu kuzungumza katika majukwaa. Na ikiwa wale ambao wamezungumza haya yote wako na ushahidi, wapeleke kwa ODPP. Wasizungumze tu mbele ya watu, watuachie sisi maneno haya. It is shameful kuona ya kwamba parliament is being influenced by money that is being given to them in order to pass bills in parliament. Asante. Kwa majina naitwa Francis Auma, mimi ni ofisa wa dharura shirika la Muhuri. Kihakika kama wakereketwa, tumeghadhabishwa na vile mambo yalivyo kule bungeni. Ukisikia neno MPs, imedhirika wazi ni MPs. Aibu wabunge kuongwa kufanya kazi yao ambayo tumechagua sisi, kumaanisha kuwa kuna corruption ya hali ya juu. Tumesikia allegation mingi sana, lakini hii ya pesa kumimpeach Gachagua tumeshangazwa sana. Mpaka saa hizi wanatapika, wameshiba, wanaziara zile pesa. Twasema tuko na institution za kuangalia masuala kama hayo, anti corruption. Lazima sasa wafanye kazi yao. Kina Junet lazima waandike statement, watuelezee hizi allegation wanaongea publicly, kumaanisha kuwa wamedharau Wakenya. Wakenya wanapata services feki pale bunge. Hakuna transaction yoyote ya masuala ya kutengeza sheria, bali ni jumba la corruption. Hatuwezi kubali, hatutanyamaza. Tumejua ukweli wa mambo. Sasa hivi sasa tunavyoongea, election is around the corner, na hao bunge wao wa Kenya lazima waangalie sana, wapige msasa, sio kupeleka watu tu kwenda kufanya biashara ndani ya bunge. Tumeghadhabishwa, tuna condemn, na lazima zile institution, polisi, DPP, watu sasa wavalie njuga, watu wa record statement. Na pia tunataka publicly mkubwa wa speaker wa bunge atuelezea maswali, atoe statement kuhusiana na allegation.
Haiwezi kaa tu pale ati oda mbirimbi na huku wanaibia wananchi. We can't allow that. Speaker pia ako na responsibility. Kuna parliamentary commission iko pale pia. Wataka statement kutoka kwao watuelezee kweli kuna kuungana kule. Wasichezee sisi na masuala ya maisha yetu, na sisi tumechagua watu wenyewe, kumbe wao wanaenda kufanya biashara za kijinga, za kipumbavu. Tunasema tunapeleka hii petition kwa anti corruption leo na tutafatizia failure tu. Kama tutaona action yoyote, hatuna budi, bali kama mashirika itabidi tuende kotini kwa niaba ya Wakenya. This is a public interest case, tutafatizia, na wale wabunge wote ambao walichukua pesa tunataka kuona orodha yao, majina, ni nani aliramba pesa, nani aliiba, nani alipatiwa pesa ili kuimpeach, na mara ngapi wanapeana pesa, na nani alipeana pesa. Hii ni corruption. Ingekuwa ni mtu mdogo ameiba kuku hapa, angepelekwa mbio nyingi sana. Kwa vile wale wana impunity, ni wabunge, wajiona waheshimiwa, they can do whatever they want to do na maisha ya Wakenya. We won't allow that. So tunasema tutaenda kotini kama kutakuwa kuna action yoyote, na vile vile tutajimobilize Kenya nzima, wakereketwa na Wakenya, tutaenda kuifunga bunge. MPs imedhirika wenyewe. MPs hawa ni walafi, corruption ile bunge. Ndio maana mmoja anasema yes, ile yes ilikuwa ndefu sana, kumbe ni yes ya pesa. Na wabunge wetu hapa pia wako, tumepeleka watu ambao wamekuwa hawajielewi, ni watu ambao wanafanya mambo ya kuumiza wananchi, na tumejitokeza sasa kuwamulika. Wakenya mtachagua watu next year, angalieni mtachagua nani. Na hawa kama kweli ni waheshimiwa wa resign. That's all. Hata finance bill ilipita. Za hivyo hivyo tuna pesa. Usiogope unaongea bana mawili. Kwa majina ni Christabel Owino, afisa muhuri. Kwa majina ni Christabel Owino, afisa muhuri, na ni uchungu sana, uchungu kuona kwamba waheshimiwa wenye sisi Wakenya tumewachagua kwenda kututetea haki zetu, hao ndio wa kwanza kuchukua hongo. Na hii iwe funzo kwa sisi wananchi. Come next year 2027 tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki, si viongozi ambao wako wa kwanza kuchukua hongo. Tukienda all the places tumeandikiwa say no to corruption, lakini hao ndio wa kwanza kuchukua hongo. Iwe funzo kwa Wakenya. Come next year tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki zetu. Say no to corruption. Na kwa majina naitwa Lifujo, ni afisa katika shirika la Haki Afrika. Na kwa kweli wabunge na bunge kijumla mmechutia aibu dunia nzima ya kuwa kwamba Kenya inavyotambulika katika ugwiji wa mambo ya human rights, lakini kwamba katika bunge letu la kitaifa ndio jumba ambalo linaendekezwa masuala ya rushwa na hongo. Kwa kweli sisi kama wananchi tumeghadhabishwa, na tungeomba wale wabunge wote ambao walipokea hizi pesa waende katika maeneo bunge yao na wakaelezee watu wao kwa nini wao walichukua hizi pesa, nia gani waliokuwa nayo, na kwa nini hawa wabunge hawakuwaleta pamoja wananchi na kuuliza kwamba wanamtaka Gachagua ama hawamtaki. Kwa nini wao kuchukua pesa kwa niaba yao peke yao bila ya kuhusisha jamii zile ambazo wanatoka katika maeneo bunge. Lakini ningependa kujalizia ni kwamba sisi kama mashirika, nafikiria na wananchi wa Kenya, it's high time, kwa sababu hatutaweza kukubali masuala kama haya ambayo ni masuala makubwa ya kutengeza sheria za nchi yetu ya Kenya, iwe tunazipatia kisogo, tunaachia watu wachache, watu 400 500 tu peke yake waweze kutuamulia sheria za nchi hii. It's high time mashirika ya kijamii, wananchi na mashirika ya kimataifa tuweze kuingilia kati, kwa sababu huu ni mstakabala wa nchi, na haya ambayo tunazungumzia ni masuala ya kuendeza nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo tumeghadhabishwa na tumesikitishwa na haya masuala, na tunaomba Wakenya wote waweze kuamka na kusimama kidete kutetea haki za nchi yetu ya Kenya, na tuweze kupata sheria na sera ambazo zitatoa hii Kenya katika lindi la umaskini, lindi la corruption na masuala yale yote mabaya ya upoteaji wa watu
watu kuuawa kiolela, kwa sababu haya masuala ambayo tunazungumzia ndio yanaendekeza ule ujinga ambao unafanyika katika taifa letu la Kenya. Na pia tunaweza kuelezea kwamba katika zile 3 arms ambazo ziko za hapa katika nchi ya Kenya, executive, judiciary na parliament, muweze kufanya uadilifu. Chapter 6 ya constitution yetu ya Kenya inazungumzia masuala ya uongozi na uadilifu. Ikiwa nyinyi mnatufail, mnataka huku chini sisi tufanye nini? Kwa hiyo tungependa kuambia Wakenya tuweze kuamka na tusimame kidete. Asanteni. Labda kama kuna swali yote, na swali sorry, na hakika hakuna swali, so hakuna swali. Labda mfanye ile video